faida hapa zipo tumeorodhesha. Faida zipo kuu mbili, lakini na zile ndogo ndogo tumepata faida kama mbili. Sawa. Ya kwanza tunasema ni urasimishaji au kutumika na serikali. Inamaanisha unalipia ile data yako na sababu inamaanisha serikali kwa ile database ya serikali au katika mfumo wa serikali. Sawa. Cha pili tunasema ada inayolipwa, yani ukishalipa sasa inaenda ile ada unalipa 27. Faida ya pili inaenda kusaidia kwenye maendeleo ya ujenzi wa taifa letu. Sawa. Kwa maana kwamba nikisema maendeleo ya ujenzi wa taifa letu katika swala zima la labda ujenzi wa miundombinu kama barabara, haja, hospitali, shule, kadhalika. Faida ya tatu, kupunguza na kuondosha matukio ya kiuhalifu katika jamii husika. Inamaanisha ukishakuwa unalata, inamaanisha serikali inakutambua. Vivyo basi itawiwa ugumu kwa mgeni yeyote kuingia katika eneo kufanya uhalifu, sababu sasa anafahamika kwamba hii pikipiki, sababu wote ni tayari nyinyi mmekata lata, wale ambao wako katika eneo husika. Akija mgeni tutamfahamu, maana sisi tunafanyaga kaguzi. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo siku wewe vipi, una leseni nani, pikipiki yako haina leseni? Tunaanzia hapo bwana, taratibu kabisa. Mpaka mwisho tunakuja kujua kwamba huyu bwana afahamiki, na kama ana nia ovu nia yake hiyo haito win. Tumeelewana vizuri eh? Faida ya 4 tunasema ni kuaminiwa. Wewe bodaboda ukishakata lata inamaanisha unaaminiwa, na inaweza ikawa pia ni chanzo cha kuongeza mapato. Kivipi? Kama sasa hivi kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro kuna ushirika umeanzishwa unaitwa Kibaboti. Huo ni mmoja wa bodaboda pamoja na bajaji wako Moshi. Sawa. Ushirika huo sisi mamlaka ya udhibiti wa nchi za afya wakasimisha majukumu yetu. Nikisema kasimisha maana yake kama kuwapa majukumu yetu baadhi. Sawa, hususan katika zoezi zima la ukataji wa leseni wa vyombo hivyo maanisha bodaboda na bajaji. Na ndio mpango wa serikali kwamba wadau wote wa usafirishaji na hata wengine wawe katika vikundi ili waweze kujiongoza wao wenyewe au kujisimamia wao wenyewe. Itafikia hatua sisi kuona kwetu barabarani